Asante sana, shukrani kwa siku ya leo kwa Mungu ametujalia tena tukiwa katika sura ya ulimwengu ambao ulimwengu umejaa mambo mengi, vitu mingi ambazo zinastahili zaidi hata kutuliko. Na nataka kwenda moja kwa moja hadi ujumbe wa siku ya leo, tukiwa ni tarehe 14 mwezi wa Disemba mwaka 2025. Wakati kongamano ningependa kufafanua vizuri juu ya chama fulani ambacho watu wengi wanakimbilia kukiingia, na kwa madhumuni ya kutarajia kwamba akina ile akiba na kutoa kafara maybe, ila tu unapata urithi wako kivizuri tu kishwari bila kuingilia mambo ya mtu mwingine. Ni chama kimoja ambacho kinaweza vutia mbele za macho ya binadamu, kinachoweza kukutia moyo ili kushiriki katika hicho chama, lakini hakika ni kwamba utakuja kuamini siku moja au la baada ya day moja tu kuja kupata kwamba ulikosea mahesabu yako. Kwa maana hakika ukiingia katika kile chama mna agree vizuri ile miaka yako ambayo ungependa kuishi katika huu ulimwengu na mugawane, na hiyo siku ikifika, kwa hivyo ina hakika kwamba unaweka sahihi siku yako ya kuiaga dunia, kutoka mbele za macho ya watu wa kwenu na kuenda katika ni Israeli huko kufanyia peponi kazi. Hahitaji kafara kamwe, hahitaji kamwe kudhulumu mtu. Lakini japo nikuulize, kuna watu wengi ambao wamelelewa na wakakuwa katika ground ambazo si za kuvutia vile, kwa maana naamini kwamba kuna wengine ambao wazazi wao waling'ang'ana hadi wakafika mwisho karibu kushindwa. Kuna wengine walikuzwa kutoka kwa njia hadi wengine kwa mama zao kuenda kwenye street kujiuza ajili tu wale watoto wake wapate chakula. Kuna wengine walijiuza kwa ajili ya watoto wao wasome. Kuna wengine walikumbalia mabibi zao wachukuliwe na wazee wa baba ndiposa familia iweze kula na kustahimili imara. Lakini wakati unaingia katika kile chama unapata pesa uko nazo, you are millionaire, lakini haustahili hata kidogo kusaidia mtu wa nyumbani. Hata mamako walale haende SU, hata lale tu kwenye 1,000 jameni, wale wengine wakikosa haustahili kama. Kwa maana hakika ukimsaidia tu hivi na sendi 5, hata 1 bob ukimtumia tu, my friend, it all comes direct. Ile shida ulikuwa unataka kuitatua kwake inazidi maradufu na haitai kuisha milele. Na kwako shida inaanza hapo maradufu, uteseke huku ulimwenguni hadi ile siku ambayo uliweka sahihi that ndio utaaga. Hata uteseke ufanye aje, utakuwa unaingia kwa visima, unagongwa na magari, but you'll never die. You'll endure all the sufferings that deal that day you signed. You can't die before or after. Mpaka hiyo siku itimie. Urithi wa aina gani? Tunao wengi huku tunaona wanasaidia watu, lakini kwa ukiangalia mama yao analala njaa, watu wao washatoroka nyumbani kwa maana hawana usaidizi. Wanapiga 50 zao mtaani tu kwa ajili tu ombaomba chakula nishibe, kesho nisije kulaumiwa. Maisha gani jameni? Hii ujumbe ni ujumbe ambao nilikujia tukiwa tarehe 26 mwezi wa 11. Usiku moja nilikuwa nimelala, kwa maana nilikuwa naamini kuna moja watu ambao ningependa kuokoa. Na leo nimevumilia, nikaona acha niseme litakalokuja likuje. And for those my friends who may be tunayo chama, tafadhali, I'm sorry. Sina shida na nyinyi na sina shida na siri zenu. Kila mtu akae na maisha yake venye anafaa. Ukitaka kukata urafiki basi umeruhusiwa, lakini tuambie ukweli, tuamazishane. Na wewe ukienda kuingia, mimi sijasema wako makosa, kwa maana ukienda unapata kuna printed paper, unaambiwa sign hapa na hapo, utafanya hivi na hivi, utakufa hii tarehe, hautasaidia mama yako, hautaifanya hivi.
na basi usije kulaumu baadaye, wanze kusema chama kimbaya hiki, wanze kusema kuna hili na lile ama hilo. Just maintain what you signed. Ni sawa na ukisema nimeokoka. Kama umesema umeokoka, ndugu yangu, hata kwenda kuomba na kusema tunaombanga na tujibiwa. Ukiwa na nani? Umeokoka, you agreed with God, he will give you and survive you. Nenda omba yeye na umwamini, na lazima akupe. No shortcuts. He must.